Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu: bei za mafuta zaongezeka na kufikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 2022 baada ya ripoti kuwa Marekani inadhamiria kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta imepanda tena kwa kasi, ikifikia kiwango cha juu zaidi tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Bei ya mafuta ghafi ya Brent duniani ilipanda na kupita dola 120 kwa pipa siku ya Jumatano, na mapema leo imevuka dola 126. Ongezeko hili linafuatia ripoti kutoka kwenye tovuti ya habari ya Axios kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kutoa maelezo kwa Rais Trump kuhusu mipango mipya ya mfululizo wa mashambulizi mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran. Jeshi la Iran nalo limeonya kuwa litatekeleza mashambulizi ya muda mrefu na yenye uchungu dhidi ya Marekani ikiwa Washington itaanzisha mashambulizi mapya. Bei za nishati tayari zimepanda, huku mazungumzo ya amani kati ya Israel, Marekani na Iran yakionekana kukwama, huku njia muhimu ya maji ya mlango bahari wa Hormuz ikiendelea kufungwa. Pia kupanda kwa bei kunachochewa na ripoti kwamba Rais Trump anazingatia kuongeza kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Iran na kuzuia usafiri wa meli kwa miezi kadhaa. Swali ni je, ongezeko hili linalinganaje na zile ambazo zimekuwepo huko nyuma? Na je, tutarajie ongezeko lingine zaidi ya hili katika siku zijazo? Mwandishi wa BBC Maura Forgati ana maelezo zaidi. Kwa hivyo inategemea ni kwa muda gani bei hizi zitadumu. Katibu mkuu wa Wizara ya Nishati sekta ya mafuta James Mataragio ameeleza kuwa pamoja na kuwepo kwa vita ya Irani na Israeli, Tanzania ina mafuta ya kujitosheleza kwa kipindi cha miezi mitatu, huku akitoa takwimu ya mafuta ya petroli yaliyopo ni zaidi ya lita milioni 380 ambapo itatosha kwa siku 61, huku upande wa diesel ni zaidi ya lita milioni 362 ambayo yanatosha kwa siku 44. Katibu mkuu Wizara ya Nishati sekta ya mafuta James Mataragio amesema hayo leo Machi 28, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Tumeona kwamba hii vita imesababisha uhaba mkubwa, na sasa hivi hata majirani zetu, jana nilikuwa Zambia hawana mafuta, hali ni mbaya sana. Wenzetu Kenya hapa hali ni mbaya, lakini Rwanda. Kwa hiyo na nyinyi mnasoma kwenye mitandao, nchi nyingi sana sasa hivi zina face hiyo problem ya uhaba wa mafuta. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kusema kwamba hali kwa sasa hivi Tanzania iko shwari. Tuna mafuta ya kutosheleza kwa kipindi cha miezi 2 mpaka 3. Anasema mafuta yaliyo miezi mingapi? 2, si ndio au 3? Piga picha wapi ambapo tunaelekea hapo mbele kidogo. Ni Yesu alisema kwamba kutakuwa kuna vita na matetesi ya nini? Ya vita, si ndio Na vita bado vinafanya nini? Vinaendelea. Lakini Yesu anasema hivi, nanyi myaonapo hayo mfanye nini? Nanyi myaonapo hayo mfanye nini? Nanyi myaonapo hayo mchangamke. Tuchangamke. Tunachangamkaje? Tuanze na sisi kuchimba visima vya mafuta tuwe navyo. Hebu rudi kwenye Luka sura ya 24. Luka sura ya 21 mstari wa 29. Anasema hivi, akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa nini? Yamekwisha kuwa karibu. Majira yamekwisha kuwa nini? Majira ya kufanya nini? Majira ya kufanya nini? Majira ya kufanya nini? Ya mavuno. Umesikia vizuri Sawa
na mavuno ni lini? Ni mwisho wa dunia. Twende tukasome kwenye kitabu cha Mathayo 13. Mathayo sura ya 13 mstari wa 39. Mathayo 13 mstari wa 39. Biblia inasema hivi: yule adui aliyepanda ni nani? Ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni nani? Sasa malaika sasa wanavunaje? Sawa Naomba turudi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24. Wanaovuna ni watu gani? Na mavuno ni mwisho wa nini? Wa dunia. Na wale wanaovuna ni malaika. Sawa Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 wapendwa. Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 14. Haya, sikiliza kwa makini. Mathayo 24 mstari wa 14. Tunasikia Anasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa nini? Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo mwisho utakapofanya nini? Swali sasa, mwisho unaletwa na nini? Kwa hivyo ni kitu gani ambacho kitakachotumika kuvuna? Injili, si ndio? Si ndio jamani, au hatuko pamoja? Si ndio? Ni injili na si ndio malaika wanaovuna Ni injili ipi sasa? Ufunuo sura ya 14. Ufunuo sura ya 14. Tufike hapo. Ufunuo sura ya 14. Tusome hapo kidogo. Japokuwa mimi nimetoa tu hili somo kwa ajili ya kufarijiana. Sawa ndugu zangu tuweze kufarijiana kwenye hichi kipindi. Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa tuanzie wa 13. Tuanzie wa 13 japokuwa pointi yangu ipo kwenye hapo wa 14 huo. Ufunuo 14:13 Biblia inasema hivi: nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Andika, heri wafu wanaokufa tangu sasa. Tangu sasa kuna kitu kipo hapo juu, tutakuja Ni kitu gani Tusome kwanza mstari wake wa 14. Anasema hivi: kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake ana nini? Mundu mkali. Huyo ni Yesu Kristo. Sawa Anasema hivi mstari wa 15: na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imefanya nini? Sawa Sasa anavuna. Wakina nani ambao wanavuna? Malaika Mstari wa 6 sasa. Sawa ndugu zangu Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirio hao wakao juu ya nchi na kila taifa na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya nini? Aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Swali, aliyezifanya, nisije kwanza nikasahau hii. Malaika anasema mcheni Mungu, si ndio? Kwa maneno mengine watu hawamchi nani? Ni Mungu gani ambaye anapaswa watu wamche au wamsujudie? Aliyefanya nini?
aliyeumba mbingu na nchi na bahari. Sawa eh? Sasa Mungu aliyeumba mbingu na nchi na bahari aliweka utaratibu ambao wanadamu wanapaswa waweze kumsujudia na kumwabudu. Aliwekaje huo utaratibu? Isaya sura ya 66. Na watu sasa hivi ndio wanaitwa kwenye huo mwaliko. Sawa eh? Isaya sura ya 66 mstari wa 23. Isaya 66 mstari wa 23, Biblia inasema hivi: na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Ujumbe sasa hivi kwa ulimwengu, watu wanapaswa waweze kumwabudu nani? Aliyeumba mbingu na nchi na bahari. Sasa aliyeumba mbingu na nchi na bahari aliumba kwa muda gani? Kwa muda wa siku 6. Siku ya 7 akaweka siku yake ya ibada. Mwanzo 2. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, si ndio eh? Si ndio jamani eh? Mungu akastarehe. Kwa hivyo tunapaswa kuweza kufuata mfano wa kile ambacho Mungu amefanya nini? Ambacho amekifanya. Tukiwa sisi Waadventista wa Sabato, sio vipofu kwa kile ambacho kinaujia ulimwengu hivi karibuni. Sawa eh? Sio, na tusiwe vipofu kwa kile kitu ambacho kinaujia ulimwengu hivi karibuni. Sisi tunakesha jioni kwa wale wanawali 10. Yaani sisi tupo jioni kabisa kwa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Sawa eh? Kwa hivyo tunapaswa kuweza kuzivaa nini? Kuzivaa nini? Silaha. Lakini tukichelewa kuvaa silaha zitatushinda kuzivaa. Zitatushinda kufanya nini? Samueli wa kwanza sura ya 10. Twende kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Hapa ndipo ambapo nataka tuweze kushauriana mimi pamoja na nyie. Samueli wa kwanza sura ya 14. Fika hapo. Hapana, ni sura ya 17. Jamani, tunapaswa kuweza kuvaa nini? Yesu anasema nanyi myaonapo hayo mfanye nini? Tufanye nini? Unajua sasa hivi kuna taarifa nyingi sana za kutisha Sijui kama na wenzangu huwa mnazisikia Mnazisikia? Biblia inasema nyakati za mwisho kutakuwa kwa nini? Wakati wa mwisho kutakuwa kwa nyakati za nini? Za hatari. Wangapi mmesikia taarifa ambazo zina trend au zinaendelea hapo magharibi Tunduma? Mmezisikia Wakati wa mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Unajua hata mimi leo asubuhi nimeshangaa, kuna binamu yangu mmoja sio Msabato. Kaniambia, "Aise, umesikia habari za huko mnapokaa?" Nikaambia, nimezisikia." Akasema, "Unasemaje sasa?" Nikamwambia, "Bwana, mimi hakuna uchawi katika Israeli." Akawa anacheka. Kwa kweli hakuna uchawi katika nini? Lakini hatuwezi kukwepa, ni vitu ambavyo vinaendelea. Sawa Ni vitu ambavyo vinafanya nini? Vinaendelea. Kumekuwa kuna shida sana ulimwenguni. Lakini tuzivae silaha mapema. Kwa nini? Naomba tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Utasoma tu hii sura vizuri. Hapa kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Goliath. Sawa Huyo Goliath alikuwa anawatukana sana wana wa Israeli, si ndio Lakini kuna kijana mmoja mdogo alikuwa anaitwa Daudi. Huyo akataka aende akapigane na yeye, sawa Sasa alipoenda kwa Sauli mara ya kwanza alimkatalia, lakini baadaye akamwambia, "Mimi nilikuwa naua simba na dubu na vitu kama hivyo Sasa fika kwenye mstari wa 38, hapo ndo napotaka twende tukasome. Wapendwa, tukishindwa kuzivaa hizi silaha
wakati giza linapokuja tutazivua kabisa, tutaziacha Samueli wa kwanza 17:38 Biblia inasema hivi: ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita. Umeona, huyu alipewa mavazi ya vita ya mtu mwingine, sawa Akamvika mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika diri, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Umesikia Wapendwa, kipindi kinachokuja tunasimama kila mtu sehemu yake. Hatuwezi tukafanya maandalizi ya mlipuko kwamba kesho ndo vita, leo uanze kufanya mazoezi. Hapana, sawa Lakini alifanyaje Daudi? Mstari wa 40, akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Kwa hivyo nitakachoenda kusimama nacho ni uzoefu wa kile ambacho nimekuwa nikisimama nacho wakati wote. Sawa Mungu atusaidie katika kipindi hichi ambacho kuna mpasuko mkubwa sana, na unajua sisi ndio kizazi hiki, sisi tunaenda kufunga historia ya dunia. Niwaambie wapendwa, kama hatuamini hivyo tuamini. Hiki ndicho kizazi cha mwisho kinachokwenda kufunga historia ya nini? Ya dunia. Sasa kwenye vita huwezi ukavaa mavazi ya mtu mwingine, silaha za mtu mwingine. Hizo silaha zipo, Yesu amezitoa ili kusudi tuweze kusimama siku ya nini? Ya uovu. Kuna vita na matetesi ya vita, lakini mimi na wewe tumeitwa si ndio ndugu zangu Mimi na wewe tumeitwa katika kipindi hichi tuweze kuthibitisha mwito wetu. Vaeni silaha zote za Mungu muweze kufanya nini? Naomba tusome kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6. Wapendwa, usiku umeendelea sana Usiku umeendelea sana, na vita hivi vinavyoendelea kwa kweli vitatupelekea mpaka wakati wa taabu ambao mfano wake haujawahi kuwepo. Maneno ya Yesu alisema taifa litaenda kupigana na nini? Na ufalme. Ni mimi nimesikia hata Uganda nao eti walikuwa wanataka kusupport waende wakapigane hapo. Hiyo ni vita ya watu wazima. Ni vita yani hiyo ni vita ya watu wazima. Hata Trump anaweza akawashauri jamani, msijaribu. Wapendwa, mimi nawaambia tunapoelekea, nadhani watumishi wapo hapa, mnaweza baadaye mkajifunza unabii. Lakini kwa kweli mimi niwaambie ukweli, hata nisiwafiche ndugu zangu, mimi sina huruma zaidi ya Yesu Kristo. Huo ni ukweli. Sawa Tujitoe. Tunakaribia sana na nyumbani. Tunakaribia sana na wapi? Na nyumbani. Hatujui namna ya kujitoa isipokuwa tumuulize Yesu tujitoe kwa namna gani. Lakini pia hatujui ni kwa namna gani tulivyofikia mwisho. Unajua pia hapo hatujui ni kwa namna gani. Mungu atusaidie sana wapendwa. Hatuigizi, tupo dakika za mwishoni. Kila kitu ambacho kinaweza kufanyika kifanyike kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Lakini pia na sisi kupata kimbilio letu kwa Yesu bado mapema. Bado mapema. Mimi natamani niishie hapa, lakini Biblia huwa inasema hivi, maombi ya mwenye haki yanafaa sana, ila akiomba kwa nini? Kwa bidii. Kwa hivyo mwenye haki huwa anaomba, lakini huwa anaomba kwa nini? Na wala hazitegemei nguvu zake mwenyewe. Wapendwa, kabla shetani hajatangaza, yani kabla ya shetani kupitia mamlaka ya upapa
hajatangaza sheria yake ya Jumapili. Imekuwa tukihili 11 wa Libya na Wakushi watafuata nini? Nyayo zake. Wa Libya na Wakushi. Libya ni mtawala gani alipokuja anatawala? Nani? Gaddafi, si ndio? Libya kulikuwa kuna nini? Umesikia Libya kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna mafuta. Si Trump ameanza na Venezuela, sasa hivi yupo na wapi? Lazima wafuate nyayo zake tu, na kiukweli dunia inaenda kukolapsi vibaya sana. Kukolapsi, kuanguka, anguko la kiuchumi. Sasa kama dunia inaenda kupata anguko la kiuchumi, vipi uchumi wa mtu binafsi? Naomba nisome andiko moja la mwisho. Wapendwa, tunapaswa kuweza kujitoa sasa kuliko wakati mwingine wowote. Ufunuo sura ya pili. Ufunuo sura ya pili. Yesu atusaidie sana. Hatufahamu kama tuko mwishoni. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Ufunuo sura ya pili mstari wa 25. Naomba tusome hapo. Biblia inasema hivi. Ufunuo 2:25 anasema hivi, ila mlicho nacho fanyeni nini? Kishikeni hata nitakapokuja, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Naomba nimalizie na hii, samahani. Ufunuo sura ya 3. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1, Biblia inasema hivi, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Naomba nishie hapo. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe yale mambo yaliyosalia yanayotaka kufa.